Bwana Yesu asifiwe. Kuna matatizo unatakiwa mbele za Mungu kwa wiki nzima, umefunga, umejifungia, umezima simu, uko chumbani kwako, unalipeleka tu tatizo hilo hilo. Naaman mkoma mara 7. Mungu ni yule yule, ila anakuambia mimi siwezi kukuponya mara moja. Mara 7. Anajichoka mara ya kwanza, anaibuka. Niliwaambia mimi kwamba msinichezeni watu. Si mnaona sasa hakuna chochote kilichotokea. Amesema mara 7. Kitanda chako ni cha siku 7. Ukiondoka siku ya 4 hujamaliza dozi, uponi. Na kibaya zaidi utakuwa umechokoza. Bwana Yesu asifiwe. Na amani anaenda mara ngapi? Yesu mwenyewe anaponya mtu haoni. Unaona, naona watu kama miti inakwenda. Akarudia tena mara 2. Wewe unataka tu mara moja kila kitu kiishi. Mimi nilikuja mara moja pale afu sikupona. Wewe njoo tena. Inawezekana dozi yako wewe ni ibada 3 za pamoja ndio unapokea uponyaji wako. Hivi. Hallelujah. Yaani tunawapa uzito wanadamu, alafu kwa Mungu wa wanadamu hao tunarahisisha mambo. Mungu hayuko hivyo. Mungu ana wivu kuliko wivu wenyewe. Sawa? Mungu ana wivu kuliko. Daktari anataka apambane, anakupata mwezi apambane upone, aongeze CV. Sawa? Anakupa mwezi aongeze nini? Kwa Mungu unataka uje akuponye. Yeye anataka akae na wewe pia uongeze CV, aongeze CV kutokea kwako ukipona. Usifanye haraka kuondoka mbele za uso wa nani? Usifanye nini? Sasa si nimemaliza. Umemaliza wewe, sio yeye. Nataka kusema nawe. Wewe umesema, yeye amesema. Umemaliza muda wa wewe kusema. Mpe muda wa yeye. Sasa kwenye kusema yeye haumpangii muda. Anasema kama ulivyosema. Ukitumia risali moja kusema, msikilize, atasema kwa masaa mangapi yeye. Sawa. Kwa hiyo kwenye eneo la uponyaji, kwenye eneo la kupokea majibu yako mbele za Mungu, sio tu mhubiri hana upako, aliyeniombea hana upako. Kuna watu wanabadilishaga hata waombaji. Hapana, yule aliniombea sijapona bado. Maelekezo aliyokupa, alikwambia ufunge, ulifunga. Sawa, alikwambia jifungie, ulijifungia. Kama ukujifungia huwezi ukapona. Na hata ukienda kwingine inawezekana kabisa kwamba Mungu aliweka uponyaji wako kwa huyu. Ukienda kwa mwingine hata amiminike mafuta kichwa kizima hauponi. Sawa? Hata amiminike mafuta kichwa kizima hauponi. Maelekezo yako jifungie. Mungu ana wivu. Na ana wivu na watu wake. Na kama ana wivu na watu wake, jamani, mimi nimeanza kuexperience kidogo baada tu ya kumvisha mtoto wa watu pete. Na wivu. Nina wivu. Nikakumbuka habari ya Elia. Wivu wa Bwana umenila. I see. Wivu wa Bwana unanila bwana. Kumbe hii agenda ni ya kiungu kabisa. Ni ya kiungu kabisa. Hallelujah. Yaani ni ya kiungu kiasi kwamba nisipoona siku kadhaa, yani hata simu, hata kuonana. Leo si alitaka kuleta mambo yake. Nikamwambia hamna bwana, njoo kanisani wewe. Uko wapi? Uko hapa? Makabila. Uko wapi rafiki yangu? Yupo ndio? Hallelujah. Wivu unamfanya Mungu atake kukaa na watu wake. Kwa wivu kuna wakati anasababisha tatizo kwako ili apate muda wa kukaa na wewe. Kwa wivu. Sio kwa chuki na hasira. Ameona kwenye njia nyingine humuelewi. Akisema njoo ibadani unasema wanachelewa. Akisema funga ufunga. Sasa yeye kwa wivu anasababisha hamu ya kula inaondoka ili usile, akae na wewe. Niko busy kazini, anapiga homa ubaki nyumbani. Ukisema naenda kanisani kwa sababu siji kazini naenda kanisani, hawatakuelewa. Ila ukiwaambia naumwa, watafanya nini? Njia rahisi ya kukufanya ubaki na Mungu ni nini? Si kuumwa. Ukikosa muda na Mungu, Mungu atautafuta kwa nguvu, lazima ubaki naye. Hallelujah. Kwa ile agenda ya kusema tunachelewa kutoka, nadhani umeshaelewa sasa. Unataka masuluhisho, uwe mpole mbele za Bwana.